Katika mapishano hao wananchi ni nyinyi mnalinda wao, na kazi ya administration nyinyi itakuwa rahisi sana mtakaposhirikiana na hawa vijana kwa kazi zote ya security na usalama. Mtu yeyote alikuwa na wasiwasi kwamba wanabodaboda wako pamoja, angalia, wako hapa, wameacha kubeba watu kule, wako hapa. Kwa hivyo tunataka tuwaulize tafadhali, the national administration, kura ziko 2027 hapa katikati, as long as mradi tu mimi ndio gavana, tutakwarushana vinoma, tutakwarushana vinoma. Mimi kazi yangu lazima nihakikishe hao watu walikufa na mimi wakati walikuwa natusiwa kwamba wao ni wezi, wao ni watu wamevuta bangi, wao majina, wao ni uchafu. Leo hii Simba is a goon from Kawangware. Ndio, Simba ni goon kutoka Kawangware. Mimi ndio gavana. Na hawa kama mimi ni goon na hawa ni goons wangu. Na wananchi wote ambao walinipigia kura 1270 ya my goons kwa sababu walinipigia kura. Wacha tukubaliane. Mheshimiwa Ruto alishinda kura. Hata kama tukubaliana na yeye ndio rais. Yeye ndio rais. Atataka kwamba hao watu wakuwe na amani, ndiposa tujenge nchi. Lakini hivi vinyangarika ambavyo vinazunguka, hata vinaandika katika mitandao ambapo rais yuko kwamba tumeenda Kisii leo, nimezunguka makanisa mawili matatu, watu wanaelezea story ambazo watu ambao wako karibu kufa. Wewe wacha niwaambie wangwana, kama wewe una bibi, leta bibi yako tumuone. Mimi najua bibi yuko na anajulikana. Bibi yako hawezi kuwa ndio subject of discussion in a forum where even the president is in, where honorable members are in, where senators are in. Shame on you. Mimi nataka niseme nyinyi watu wa TV mko hapa, kama ni kifo tulikufa kitambo bwana. Umaskini uliua sisi, tumeamka kutoka kifoni na hatuwezi rudi nyuma, kwa sababu watu wetu hawa vijana, the cost of living iko juu ajabu. Kwa hivyo tafadhali, sisi hatuwezi tishwa. Leo hii hata kama mimi si gavana, hata kama ni miaka 10, 20 ijayo, as long as Mungu amenipa uhai, nitaendelea kuwa kiongozi. Kwa hivyo vitisho ndogo ndogo, nataka niwaombe tafadhali ndugu zangu ambao nyinyi mmechaguliwa, unajua mkuwe na nidhamu. Unajua hapo kuna kuanga na wachawi kidogo, na tunaona uchawi mchana katika mitandao. Uchawi wenu itashindwa katika jina la Yesu. Nataka niseme hivi, nataka niombe hivi, sisi hatuwezi rudi nyuma. Ninyi wanaboda boda, nataka niwashukuru. Kando ndio nyinyi ni watu wazuri, kuna mambo kidogo mabaya, lakini mazuri yamezidi yale mabaya. Kwa hivyo nyinyi ni watu wazuri. Unajua maji kizidi unga inakuwa uji, si ndio? Yes. Na unga kizidi maji inakuwa nini? Ugali. Kwa hivyo sasa nyinyi mmezidi maji, nyinyi ni ugali. Kwa hivyo ndugu zanguni, nataka niwaombe msiangalie nyuma. Mkiangalia nyuma mtashindwa. Tuangalie mbele.
Hiyo ndio naomba. Msiogope mtu yoyote. Msiniogope hata mimi. Kwa sababu sisi ni wafanyakazi wenu. Polisi hawa, kirauni anayo ni pesa yako, ni ushuru yako. Uniform wanavaa ni ushuru yako. Mshahara wanaokula ni ushuru yako. Bunduki wanabeba ni ushuru yako. Risasi iko ndani ni ushuru yako. Kwa hivyo wewe utawezaje kuogopa mtu ambaye umepewa ile kazi? Gari ambayo naendesha mimi hapa ni ushuru yenu. Mshahara nakula ni ushuru yenu. Mnawezaje niogopa mimi? Mimi nataka niwaambie na naomba tafadhali. Najua kwamba kuna askari wanahusika kwa mambo ya uhalifu, especially hapa Bonjari. Wanazunguka, wanapeana bunduki zao ndio zinaua watu hapa Bonjari. Juzi pale uwanjani mtu alikamatwa akiwa na bunduki ya polisi. Tunauliza, tafadhali ninyi national government, wewe Kindiki, nataka nikuulize, wewe dili na askari wako, ama sisi wananchi tutasema kwamba enough is what? Enough. Kwa sababu Bonjari inajulikana, wakati askari walipokuwa wamerudi nyuma, wananchi walichukua sheria mkononi, wakaleta amani. Hatutaki turudi kwa hilo mkondo. Tafadhali, yule askari ambaye alipeana bunduki yake ambaye imetumika kwa uhalifu lazima ashtakiwe. Eti kuna mbunge alipigia wao eti kwenda linda MCA, askari wanne wamebeba bunduki kutisha watu. Hapana. Huyu askari si alinyang'anywa bunduki na wananchi na wakapewa, bwana county commander akapewa. Nauliza, haiwezekani bunduki za askari zinatumika kiolela, mpaka zilitumika kwenda kuiba kwa Profesa Mbeki. Profesa